Mimi kwa majina naitwa Abdalla Hamisi, ila jina maarufu najulikana kama Abdalla Manyambe kijiweni hapa. Ndio. Hapana. Yanga hakufeli. Tukikumbuka kwanza Al Ahly ni timu kubwa. Ila kuwa timu kubwa sio kumaliza dakika 90. Na Yanga pia ni timu nzuri. Umeona, ila kilichoshindikana pale ni mbinu tu za makocha au mbinu za uwanjani. Kwa hiyo Yanga akichanga karata zake vizuri kulingana na uwanja na historia ya uwanja kwa Mkapa, anaweza akafaulu mechi hiyo. Cha kwanza ni kitu kimoja. Tuna history nzuri na uwanja wetu. Na Ahly hatakuja kama underdog. Atakuja kwa kujua historia ya uwanja wa Mkapa ukoje. Kwa hiyo Yanga anatakiwa atumie umaarufu wa uwanja na uwezo wake binafsi jinsi alionao, na kocha ajue jinsi gani kupanga karata zake kuanza kucheza, na ikiwezekana aanze kupanga wachezaji wake wakongwe wanaojua mashindano ya kimataifa ndio aanze kucheza, lakini kulingana na history inaweza ikambeba Yanga kupata ushindi. Historia ya uwanja anaweza kaipa Yanga mafanikio kuliko na Depu, kwa sababu Depu hajacheza sana na kikosi cha Yanga, ila Dube wachezaji wote wanaomzunguka wanafahamu mikimbio yake. Kwa hiyo italeta athari kubwa sana kwa wale walinzi wa katikati, kwa sababu Dube huwa akai sana pale, achezi namba 9 kizamani. Kwa hiyo mwalimu kama akianza na Dube itamletea mafanikio. Mashabiki kama mashabiki waende uwanjani, na ninajua watakwenda kwa mwitikio mkubwa, kwa sababu tuna history na uwanja wa nyumbani, na tunapokuwa tunacheza nyumbani kati ya Yanga na Simba huwa tunakuwa tuna nguvu ya mashabiki wetu. Kwa hiyo inaweza ikambeba Yanga. Mchezo ulikuwa vizuri, Yanga walicheza vizuri sana na Al Ahly, japo ni makosa madogo madogo ambayo sababishwa Yanga kupoteza ule mchezo, lakini naamini kwamba marudiano watakapokuja hapa Tanzania, wale Al Ahly, Yanga wakipambana na kujituma wanaweza kupata matokeo vizuri kabisa. Nikiangalia kikosi cha Yanga kiko vizuri, na ukiangalia mchezaji mmoja mmoja kwa kikosi cha Yanga wako vizuri na wanajituma. Cha msingi waendelee kupambana, na wakikaza watafuzu vizuri sana. Al Ahly timu ya kawaida, sema huwa tunaiogopa tu kwamba ni timu ya Waarabu, kwamba wanacheza vizuri, lakini wote wako vizuri. Hususan hasa Yanga kikosi chao ukiangalia mchezaji mmoja mmoja wako vizuri. Japo ni makosa madogo madogo ambayo kocha akiyafanyia marekebisho wanaweza kucheza vizuri na kupata matokeo. Imani yangu bado inatuma pale pale kwamba Yanga wanaweza kupata matokeo, ili mradi tu wasiweke hofu kwamba ile ni timu kubwa wanaweza kutufunga. Wanaweza kupata matokeo wakijiamini na kujituma. Al Ahly kweli tunaamini kwamba ni timu bora, ina wachezaji wazuri, ni wazoefu kwenye mashindano haya, lakini Yanga wakipambana wakijituma, nina imani kabisa watapata matokeo. Japo mimi kama shabiki wa Simba Sports Club siwaombee hivyo wapate matokeo mazuri, na waombee tu wapigwe, lakini kimpira kihalisia Yanga wako vizuri, wakijiamini wapata matokeo. Ni timu ya Tanzania hivyo. Asante. Zaidi kwa kocha ni kuwapanga wachezaji wake kisaikolojia, awapange vizuri kisaikolojia kwamba wajiamini. Mchezo wote ni kujiamini na kuangalia namna wapinzani wanavyocheza mpira, wachezaji. Kwa hiyo vile kocha atakavyowapanga wachezaji hasa kisaikolojia, kimbinu, Yanga na imani inafuzu vizuri. Yaani itapata matokeo mazuri. Ili mradi kwamba kocha vile atakavyowafundisha wachezaji wake kwamba tunaocheza nao ni wachezaji wazuri. Cha msingi wasijiamini kupitiliza, wacheze kimbinu kwa ushirikiano. Yanga inafuzu. Kwa sababu mpaka sasa hivi ina pointi 4 nyuma ya Al Ahly. Kwa hiyo kwa mechi zilizobaki Yanga anaweza kafuzu, ili mradi wajitume na wajijenge kisaikolojia kwamba tunaocheza nao ni timu nzuri, wasidharau. Kwa hiyo wapambane, kocha awatengeneze wachezaji wake, wajitume uwanjani, wafocus na mpira.